Yes, bado tupo kwenye part ya beginner. Sasa tuje kuona point namba 4. Hii avoid multiple sources of information. Okay. Kwa kawaida tunasema information is power. Okay, na kadri unavyojua vitu vingi unakuwa exposed kwenye vitu vingi, lakini kwenye upande wa trading jitahidi sana upunguze zile sources zako za kupata information. Sasa sources zinazozungumzia hapa, nazungumzia unakuta trader mmoja au beginner yupo kwenye channel 10 za trading, yupo kwenye signal groups 10, yupo kwenye telegram groups 10, yupo kwenye discord hata 5. Okay, sasa imagine kwa mtu anayeanza alafu yupo kwenye community zote hizo, kitu kitakachomtokea ni nini? Okay, yupo kwenye hizo community lakini pia yupo kwenye hizo signal groups. Okay, kwa maana ya anatoa signal huku, anatoa signal huku, anatoa signal huku, anahudhuria live trading session ya huku. Kumbuka na hao watu wanatumia methodology tofauti. Okay, wana trade pair tofauti, wana trade assets tofauti. Kwa hiyo anakuwa anachukua knowledge huku, knowledge huku, knowledge huku. Kwa hiyo kwa trader kama huyo ni vigumu sana kufanikiwa sokoni, kwa sababu anakuwa anachanganya a lot of information. Kwa hiyo ukiwa unaanza wewe ni beginner, jitahidi sana avoid multiple sources of information. Unaweza ukawa na groups zako chache hata 2 au 3 ambazo unaona kweli hawa watu wanatoa solid education ambayo inakuongezea value, lakini ambayo at least inaendana na kile ambacho mentor wako au mwalimu wako anakufundisha. Okay, unavyokuwa na a lot of groups, okay, nyingi zitakuwa zinakuchanganya na utakuwa unataka kuwa active kwenye zile groups, na hiyo itakuwa inakupunguzia umakini wako kufuatilia au concentrate kufanya vile vitu ambavyo mentor wako amekufundisha. Well, sasa namba 5 hii tunasema ni study why. Okay, it's very important to know why traders fail and not why they win. Sasa najua hii ni point ambayo itawachanganya wengi kwamba iweje tujifunze kwa nini traders wengi wanafeli sokoni na kwa nini wengi hawafanyi vizuri sokoni. Sasa kwa statistics za haraka za financial markets za online forex trading, karibia 5% ya all retail forex traders ndio wanakuwa profitable in the long run. Okay, sasa unaweza ukaona 95% either wanaishia kuwa beginner au wanakuwa traders, wana trade lakini wanashindwa kutengeneza consistent profits, baadaye wanaachana na forex trading, au kuna vitu wanakutana navyo wanashindwa kurekebisha emotions zao, wanashindwa kutengeneza lifestyle inayoendana na trading, mwisho wa siku wanaachana na forex trading. Kwa hiyo wewe kama beginner inabidi ujifunze, okay, yale yanayowakwaza 95% kuliko unavyoenda kuconcentrate na kujifunza wale walichokifanya wale 5%, kwa sababu you have to learn, kwa sababu unavyokuwa unaanza as a beginner unakuwa kwenye hii group ya watu 95% wanaofeli. Okay, kwa sababu you haven't made it, you are likely to make it or not to make it. Kwa hiyo you have to know kwamba hawa 95% ni kitu gani hasa, okay, kinawafanya wafeli na wasiwe profitable in the long run sokoni. Okay, sasa the other point ni kwamba hata mentor anayekufundisha, okay, kama ni profitable sokoni au kama unamjua any profitable trader, ni vizuri ukajifunza yale aliyoyapitia, okay, kwa maana ya setbacks, lakini ukajifunza kipindi cha drawdown aliweza ku hold vipi, okay, kutoka kwenye zile setbacks au kutoka kwenye zile drawdown mpaka anaenda kuwa profitable in the long run. Sasa kwa hiyo experience akishare na wewe, okay, au akiwa anafanya live, kwa maana yupo kwenye drawdown akafanya live, let's say if it's trading, if it's for a year au 2 years, ile itakupa lesson kubwa sana kuliko anavyokufundisha maybe kuona patterns fulani sokoni na maybe kufanya execution. Okay, kwa sababu trader anatengenezwa au anapikwa kwenye kipindi kigumu. Okay, wewe kama ni trader haujawahi kupitia drawdown ya muda mrefu, wewe kama ni trader hujawahi kupitia setback. Okay, sasa ninavyoongelea setback hapa naongelea vitu vingi sana. Okay, setback kwa maana ya community nayo kuzunguka inafikiriaje trading. Okay, wewe mwenyewe personal umepitia changamoto gani kwa sababu ya
trading, okay. Kwa hiyo kama hujapitia hivyo vitu wewe haujafikia hatua ya kuwa profitable, kwa sababu trading is like a journey, okay. Kuna baadhi ya lessons ambazo ni lazima uzipitie ili zikutengeneze, zitengeneze mindset yako, lakini pia tunasema uwe resilient, okay, ya emotions fulani ambazo zinakuwa zinatoka nje ya industry. Kwa hiyo jitahidi sana unavyokuwa beginner, jifunze kwa nini traders wengi wanafeli sokoni kuliko ambavyo wanafanya vizuri, na ukishajifunza vile vitu sasa ndivyo unaweza kuona viepuka kimoja baada ya kingine kwenye jani yako ya kujifunza trading. Sasa the other point, expect it to be challenging but worth it, okay. Nikiongelea worth it hapa nakuwa naongelea maana yake ukisha master trading ni kama vile unavyojua kuride bicycle au unavyojua kuendesha gari. Ni knowledge ambayo utaendelea kuwepo nayo maisha yako yote, na so long as there is these financial markets, okay, you will keep pulling out profits indefinitely, okay. Kwa hiyo jitahidi sana unavyokuwa unaanza, okay, ujue kwamba itakuwa challenging. Challenging maana yake haitokuwa na equity curve inayopanda, okay. Ile maendeleo yako hayatakuwa na equity curve inayopanda. Kuna muda utafika utafikiria maybe trading sio kwa ajili yako, utafikiria maybe personal yako haiendani na trading, au utafikiria maybe trading haikuumbwa kwa ajili yako, okay. Kuna setback nyingine unaweza ukazipitia ukataka kuachana na trading. Kwa hiyo expect kwamba itakuwa challenging, sio kwamba leo utaweza kudeposit $500 mwisho wa mwezi umepeleka $5,000. Jaribu kuondoa mindset kama hizo, na zile challenges take in a positive way, okay. Unavyokuwa unazipokea au unavyokuwa una hit stop loss sokoni, don't curse, okay. Hizo ni lessons ambazo tutakuja kuziona baadaye. Don't curse, take them in a personal way. Journal, andika kile kilichotokea kwa muda huo, the way umejisikia. Baadaye tutakuja kufundishana jinsi ya kujono, okay. Kwa hiyo jaribu kuwa una record ile jani yako, alafu unajifunza kutokana na hizo challenges au zile journaling ulizozifanya. Kwa hiyo it will be challenging, but when you have this skill, okay, is an ending skill ambayo itakuwa inakugeneratea consistent incomes in the long run, okay. Sasa namba 7 hapa tunasema don't buy every cause you see. Sasa kama nilivyoeleza kule awali, beginner ni mtu fulani ambaye kuna kitu ndani yake kama vile kinamwambia anatakiwa kufanya hiki kitu kwa haraka na anatakiwa kufanikiwa kwa haraka, okay. Kwa hiyo yeye huenda kila kozi anayoona mitandaoni au akisikia mtu anafundisha forex tayari anakuwa ameshamlipa, tayari ameshakaa na kuanza kusikiliza. Kwa hiyo jitahidi sana unavyoanza forex trading, jitahidi ujue kuchambua mentor anayekupa knowledge, jitahidi kutambua mentor ambaye unaona kozi zake zipo structured na kitu anachokifundisha kitaendana na personal yako, lakini pia mtu ambaye anaweza kuelezea na kufundisha kwa maana ya kutransform ile knowledge, kwa sababu kuna a lot of profitable traders ambao they are profitable sokoni, lakini leo ukikaa naye akufundishe uweze kumuelewa, okay, na uweze kugrasp vile vitu anavyovielewa kwa sababu yeye mwenyewe hawezi kuvielezea vizuri. Kwa hiyo jitahidi sana unavyokuwa beginner, kwanza epuka kununua a lot of courses kwa sababu kwanza you will waste a lot of money, alafu kuna baadhi ya courses ambazo mwisho wa siku au kisha fika hatua fulani ya trading utaona zile courses zilikuwa hazina umuhimu, zote zilikuwa ni some basic stuffs. Kwa hiyo jitahidi sana unavyoanza usiconcentrate sana kwenye kubuy a lot of courses, jitahidi ufocus na a certain course, na hizo course huo umezireview na huo umeona kwamba wale watu watakupa a lot of value, okay. Na kwenye upande wa course haitokufanya uwe profitable, okay. You have to bear that in mind. Course haikufanyi kuwa profitable. Kinachokufanya kuwa profitable, okay, ni course umeshafundishwa let's say ni mwezi mmoja au miezi mitatu, lakini je, yule aliyekufundisha na kusupport vipi kwa mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu ijayo, okay. Anakuwalk through vipi, kwa sababu beginner ni kama mtoto anayetambaa, okay. Kuna muda anaanza kutambaa, kuna muda anasimama anaanguka,
Okay, sasa mzazi wake anakuwa na, wakati anaanza kusimama anakuwa anamshika, okay, ili asije akaanguka akaumia. Okay, baadaye anaanza kutembea, baadaye anaanza kukimbia. Okay, kwa hiyo pembeni anakuwa na uangalizi wa mzazi. The same beginner anavyokuwa anajifunza trading, lazima awe na uangalizi, na ndio maana watu wanaitwa mentor. Mentor maana yake yupo tayari kukushika mkono, kukuwork out through the journey kwa miaka mitatu, miaka mitano, as long as it will take you hadi uwe profitable. Kwa hiyo it's very important kuepuka kununua a lot of courses. Stick na mtu mmoja, okay, kwa sababu umesha review courses zake au umeona kuna watu wamefanikiwa kutokana na courses zake, they have real results, they are making real money in the markets consistently. Okay, kwa hiyo muamini yule mtu, okay, mpe time, na wewe mwenyewe jipe time, okay, akufanyie training, lakini pia akupe mentorship ya muda mrefu mpaka pale utakapokuwa profitable. Okay, sasa pointi ya mwisho kabisa ambayo ni pointi ya 8, yale mambo ambayo beginner anatakiwa kuyafanya ili atengeneze foundation nzuri. Tunasema don't mimic someone else. Mimic maana yake ni kufanya kama mentor anavyokuonesha, au kuona mtu mtandaoni ukataka kufanya kama kile anachokifanya. Okay, sasa trading ni kama religion. Okay, tuna a lot of religion. Okay, kunao wanasali kwa nini, wana utaratibu wao. All the same applies to trading. Sasa wewe unavyo try kumimic au unavyo try kumfatiliza kabisa let's say in a very big percentage mtu fulani, kwanza haujui let's say risk tolerance yako wewe na yule mtu. Okay, lakini pia haujui emotions, okay, kwako wewe zitakuaffect vipi kama zinavyomuaffect huyo mtu. Okay, kwa hiyo sisi kama wanadamu, kila mtu ana identity yake na kila mtu ana tabia ambazo ni za kwake peke yake, na kila mtu anakuwa amepewa uwezo tofauti wa kuattack vitu, okay, au ku maintain vitu. Okay, kwa hiyo tuna hizo different capabilities. Kwa hiyo unavyokuwa unaanza kutrade, usijaribu kumuiga mtu fulani, chukua kila anachokufundisha, lakini in the long run jaribu kuwa unaandika zile weaknesses zako, ndizo unazifanyia unazirekebisha. Okay, kwa sababu utajifunza zaidi kutokana na makosa unayofanya wewe mwenyewe. Okay, na kama ukiweza kufanya hivyo kupitia journaling au kupitia experience unayokuwa unaipitia wakati una trade, upo likely kuja kuwa trader mzuri kuliko yule ambaye anataka mimic mtu mwingine, kwa sababu unaye mimic hata kama ni profitable, kumbuka hata yeye alichukua muda wa kuandika zile weakness zake, akawa anazifanyia kazi moja baada ya nyingine, na sasa hivi tayari ameshakuwa na tabia ambayo inampa consistent profitability sokoni. Kwa hiyo epuka kutaka kuwa kama mtu fulani, okay, especially when it comes to trading. Jaribu kustudy your weaknesses, jaribu kustudy your risk tolerance, jaribu kustudy upo resilience kiasi gani. Okay, unawezaje kupambana na hizi changamoto, au unawezaje kureact in a positive way ya zile emotions unazokuwa unapata sokoni. Kwa hiyo kadri unavyoendelea kurekodi na kuzifanyia kazi, ndivyo unakuwa unapiga hatua kuelekea kwenye profitability. Kwa hiyo these financial markets are tough, kwa sababu hapo una compete na a lot of big financial institution. Okay, kuna washirika ambazo ni central banks, kuna hizi commercial banks, okay, kuna multinational corporations, they are trading these markets. Kwa hiyo you need to follow hizi procedures zote nilizokueleza, na unatakiwa uzifate na ni kwa utaratibu, kwa maana ya kuwa unaandika ukiwa unaendelea kujifunza. Kwa hiyo leo tumemaliza, hii ilikuwa ni part 3 na ilikuwa inamhusu beginner, kwa maana ya anawezaje kutengeneza foundation nzuri, okay, kabla hata hajaanza kujifunza forex, lakini throughout the process akiwa anaendelea kujifunza. Kwa hiyo ukiwa na foundation hii, okay, na ukijaribu kufuata haya niliyokuelekeza, upo likely kuwa na foundation ambayo is a very strong kwenye safari yako ya forex trading. Sasa kwenye video itakayofuata ambayo itakuwa ni part 4, tutakuwa tunaeleza jinsi trader ambaye tayari ameshaanza kutrade anavyoweza kuattack zile emotions ambazo tuliziona kwenye video ya part 2
Kwa mfano vitu kama greedy, vitu kama fear, vitu kama FOMO, vitu kama revenge trading, okay? Anawezaje kuviattack hivyo vitu ili na yeye afikie hatua ya kuwa consistent profitable? Unachotakiwa kufanya, hakikisha una subscribe kwenye hii page, una turn on notification ili tukipost hizi video uwe wa kwanza kuzipata. Thank you for listening.